Uh, Pale unapokuwa umemwachisha kazi mfanyakazi, wewe kama mwajiri, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia ambazo ni haki za mfanyakazi huyo wakati wa kuachishwa kazi. Kitu cha kwanza ni kulipwa mshahara kwa siku ambazo amezifanyia kazi. Yaani ule mwezi ambao unamwachisha kazi, kuna zile siku ambazo pengine umemwachisha labda tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7 au tarehe 15, tarehe 20. Hapa katikati kuna siku ambazo yeye amezifanyia kazi. Siku hizo ni haki yake, ni lazima alipwe kama sehemu ya terminal benefits zake. Kitu kingine ambacho unatakiwa kumpatia mfanyakazi ni malipo badala ya likizo. Malipo badala ya likizo pale ambapo mfanyakazi inakuwa likizo yake imefika na unamwachisha kazi kabla hajachukua likizo. Sasa hayo malipo yanafanyika badala ya ile likizo ambayo inatakiwa aende, na kama muda wa likizo utakuwa haujafika, basi kwa ile miezi ambayo amefanyia kazi unaweza ukakalculate na ukapata kiasi cha malipo ambayo anatakiwa kulipwa baada ya likizo ambayo kwa siku ambazo umezifanyia kazi. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu kumlipa mfanyakazi ni kumlipa malipo badala ya notice, kwa sababu unapokuwa umewachisha kazi kama haukumpa notice hapo kabla, maana yake ni lazima umlipe malipo badala ya notice, ambayo na yenyewe inakuwa ni sawasawa na mshahara wa mwezi mmoja. Kitu kingine ambacho unatakiwa kumlipa mfanyakazi ni kumlipa gharama za kusafiri kurudi kule alikoajiriwa. Kwa mfano, kama mfanyakazi aliajiriwa Mwanza alafu akaja kufanya kazi Dar es Salaam, kwa lazima mwajiri uhakikishe unamlipa mfanyakazi malipo ya kumrudisha huko Mwanza ambako ndio alipotoka wakati anaajiriwa. Na calculation ya malipo analipwa kiasi gani, hilo ni somo ambalo tutalizungumza siku nyingine, ila kwa leo nataka tufahamu kwamba hicho ni kitu ambacho inatakiwa mfanyakazi alipo. Hata kama yule mfanyakazi hakusudii kwenda kule Mwanza, kurudi kule alikotoka, basi ni haki yake kulipwa malipo ya kusafirisha mizigo na kusafirisha familia, kama ana familia, kurudi mahala alipoajiriwa. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu pia ni kuzingatia kumpatia kiinua mgongo. Sasa kiinua mgongo utampatia tu mfanyakazi ikiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa hakuachishwa kazi mfanyakazi kwa utovu wa nidhamu, kwa sababu ukiwa umemwachisha mfanyakazi kwa utovu wa nidhamu, basi anakuwa hastahiki kulipwa kiinua mgongo, na hii ni kwa mujibu wa rule 26 ya sheria inaitwa Employment and Labor Relations Code of Good Practice GN number 42 ya 2007. Hii sheria ndio inasema kwamba mfanyakazi anapokuwa ameachishwa kwa utovu wa nidhamu halipwi malipo ya kiinua mgongo, au pale ambapo mfanyakazi anakuwa ameachishwa kazi kabla hajafikisha muda wa mwaka mmoja tangu alipoanza kufanya kazi, basi hatakiwi kulipwa kiinua mgongo. Lakini pia vile vile pale ambapo mfanyakazi ameachishwa labda kwa operational requirements au labda kwa incapacity au kwa incompatibility, labda kampuni imeemploy new technology ambayo mfanyakazi huyo hawezi kuifanyia kazi, kwa hiyo mfanyakazi huyo anakuwa ni incompatible. Unapokuwa incompatible, mwajiri unatakiwa umpangie majukumu mengine ambayo anaweza kuyafanya. Sasa pale unapokuwa umempangia majukumu mengine alafu yakakataa yale majukumu aliyopangiwa, pale ndio sheria inasema kwamba hatolipwa kiinua mgongo. Kwa hiyo kiinua mgongo ni muhimu, lakini pia vile vile kitu cha mwisho sio kwa umuhimu ni cheti cha utumishi. Cheti cha utumishi ambacho kinaonyesha mfanyakazi amefanya kazi kwa muda gani kwako na mpaka lini ameacha kufanya kazi kwako. Hivyo hizo ndio stahiki za mfanyakazi kulipwa. Kwa hiyo na wewe mfanyakazi, kama umeachishwa kazi na hujui stahiki gani unatakiwa kulipwa, hizo ndio stahiki zako.